So yes, ladies and gentlemen, kuna habari fulani imekuja nikaisawasilisha hapa asubuhi, ambapo kuna yule mwanadada kutoka nchini Kenya ambaye ni kama alikuwa anabishana na Mwenyezi Mungu ama anabishana na maandiko ya Mwenyezi Mungu, na ndio pale vile vile pia akaja akachukua Biblia na kulikata kabisa yeye mwenyewe, na baada ya kwamba amelikata ile Biblia likaleta mtafaruki mkubwa sana kwenye mtandao. Ndio pale ambapo mimi mwenyewe nikaamua kuchukua ile video yake yote kwa vile vituko vyake vyote ambao amevifanya, na nikaamua nikasema hivi vituko nitaviweka hadharani ili kila mmoja aweze kuviona. Lakini cha kushangaza, kuna mmoja dadangu vile ambaye amekuja na kusema kwamba kuna vitu amekuja amesema hapa na kusema kwamba pia wewe KG hauko sawa kweli kupost hii video, au kwa vile ni team proud to be Muslim. Endeleeni kujitafutia dhambi zisizowahusu. Heshima kwa dini yeyote ni muhimu sana, hata kama sio dini yako. So ni kama alikuwa ananichamba baada ya kwamba mimi nimeweka ino video hapa na kuniambia kwamba nimeweka ino video kisa na maana kwa sababu mimi ni Muislamu. Lakini kiukweli kuolengana naye mwenyewe anaona ya kwamba mimi nimefurahia hichi kitendo cha Biblia kuchanwa live kwenye mtandao na huyu mwanadada kuja hadharani na kusema kwamba yeye anaamini kile alichokifanya kumaanisha kwamba kile alichokifanya kukata Biblia hajafanya makosa yoyote, na akawa anajieleza kwa ukubwa na kwa wingi sana kwa nini anasema hajafanya makosa yote. So mimi nitamjibu huyu dadangu hapa ambaye amekuja amesema kwamba mimi nimefanya hivi ama nimeweka ile video kukuonyesha wewe ya kwamba kuna mdada ambaye amechana Biblia na anasema kwamba haamini Biblia, na anasema kwamba Biblia halimsaidii yeyote, na kusema kwamba laiti Biblia ingekuwa lasaidia asingelichana, lakini kwa kuwa halisaidii na watu wake wanafariki, wanapotea, wanaumia wakati Biblia liko pale, ni dhahiri shahiri kulingana na yeye mwenyewe ile Biblia halisaidii popote. So ni kujibu tu kwamba yes, I'm proud to be Muslim, hilo nishakubali, la kwanza. La pili nitakujibu, nitakwambia kwamba mimi si chuki mtu yote wala sina chuki dhidi ya Ukristo, hilo ni la pili. Na la tatu vile vile pia nikwambie, Biblia ni moja ya kitabu ama Biblia ni mkusanyiko wa vitabu. Wenyewe wanasema what is the Bible? Kuna ile swali ambalo watu wengi wanaulizwa, what is the Bible? Alafu wengine anakuja na kujibu na kwambia Bible is collection of books. So ni mkusanyiko wa vitabu ambavyo vimekusanywa kwa pamoja na ikaletwa kwa pamoja na ikaonekana hiyo ndiyo Biblia tunayoizungumzia hapa. Na Biblia ile, huyu mama ama huyu msichana amechana karatasi moja na kulitafuna hadharani na kulionyesha, na basi akaja na kusema kwamba yeye hajuti lolote baada ya kwamba amechana ile karatasi. So tuweze kuangalia hapa kitu gani ambacho nakwambia mimi sikubali na hayo. Yes, you being a Muslim lazima tukubali, ama sisi kama Waislamu ama wote kama Waislamu lazima wakubali ya kwamba Biblia pia ni moja ya kitabu ambacho ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na kuna vitabu vingi takriban 4 vikubwa ambavyo vimeshukishwa kupitia ile njia moja ambayo ilikusanywa kwa pamoja na ikaitwa Biblia, ambapo kama Waislamu pia wanavitambua hiyo vitabu na hawapaswi kuvitenga, kwa sababu ni vitabu pia ambavyo vinazungumzia nini? Masuala ya Mwenyezi Mungu, ambapo ni kitabu kama cha Taurati ambao ni Tora ambao kilishukishwa wakati wa Musa ambao ni Moses, na kitabu cha Zaburi pia ambao ni Psalms ambao kilishukishwa wakati wa Daudi ambao ni David, na kitabu cha Injil ambao ni Gospel ambacho kilikuwa revealed na Yesu ambao ni huyo Jesus ama Isa pia vile vile, na Quran ambayo ndio kitabu ambacho tunasema kiko kando kidogo, ambacho hakihusiani na kitabu cha Biblia, ambacho pia kilishushwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hicho ndio kitabu ambacho ni kitabu cha mwisho, na ndio kitabu ambacho tunaambiwa kwa sasa tukisome, kwa sababu ile vingine tulivisoma ule wakati wa ile mitume ambayo ilikuweko, na kwa sasa kwa sababu mtume wa mwisho ni huyu ambaye alishukishwa Quran, na hicho ndio kitabu kamilifu. So kusema hivyo haimaanishi kwamba leo hii najisifia na kusema kwamba nikiona Biblia la chanwa nafaa nifurahie. Na kataa. Na alichokifanya huyu dada amefanya makosa makubwa sana. Haipaswi mtu yoyote yule, awe na cheo gani, awe na nguvu gani, awe na wakati gani hapa duniani, haipaswi kuchana Biblia wala kuchana Quran. I will show you a good example. Kuna Quran nimeisahau hapa, direct yangu ametoka, but I'll have to go for it. So as I have told you guys, hii ndio Quran. Hichi ndio kitabu cha Quran. Hichi ndicho kitabu
ambacho hakina makosa yoyote, na kitabu ambacho kimeshushwa kwa minajili ya binadamu. Hakikushushwa kwa minajili ya Waislamu, japo kimeshushwa kwa minajili ya sisi sote, uwe Muislamu uwe Mkristo. Hichi kitabu chetu sote tunapaswa tukisome, na maajabu ama moja ya hichi kitabu, huwezi amini, if you can see this book from far, ni kitabu ambacho kiliponea baada ya kwamba kuna nyumba ilikuwa inachomeka, lakini kitabu hichi kimeweza kuponea. Ni kitabu ambacho kinatumika na mjomba wangu, ambacho it is what it is, that's what I can say. I don't want to speak a lot kwa sababu nikisema sana nitaambiwa na chocha ama nazungumza chocha, but it is what it is, that's what I can say at once. So guys, unaona, kulingana na huyu msichana mwenyewe ama kulingana na huyu mama mwenyewe, kile kitu ambacho anakifanya yeye, upande wake anajiona kwamba anafanya kitu sahihi, lakini kiukweli kabisa ni kitu ambacho kinapaswa kikashifiwe na kila mtu, na nashukuru baadhi wamekashifu vizuri vile ambavyo inapaswa, na wengine wamekashifu kwa kutumia kunikashifu mimi pia. So tukubali tu tuseme kwamba it is what it is. Yeye pamoja na Mwenyezi Mungu wake mwenyewe ndo anajua zaidi, na kama ni adabu basi itampata, kwa sababu vile vitu ambavyo alikuwa akiviongelea pale, yeye alikuwa akiongea masuala ya Uislamu na Ukristo ambao aliyaleta in between, ambapo alikuja akatoa point na kusema kwamba kuna mmoja wa mashabiki zake ambao wameenda kwenye ile video na kumwambia ya kwamba laiti angechukua kitabu cha Quran kama hichi na ajaribu kuchana baadhi ya kurasa za Quran, basi angetambua Waislamu ni kina nani. Na baada ya kwamba kuna mtu amekuja amecomment hivyo, yeye pia akaja akarespond na kusema kwamba you see, yani munaona vile ambavyo Wakristo ni waoga na wanasifia dini ya wenzao, in a way that hao kama Wakristo wameshindwa kufanya lolote baada ya kwamba wameniona mimi nachana kurasa ya Biblia, na sio mimi mtu wa kwanza kuchana hii kurasa. Zilichanwa na nimechana na zitaendelea kuchanwa, na Wakristo atanyamaza, hakuna chochote kitakachofanyika. Ndio akaja akawa nasifia Waislamu na kusema kwamba laiti ingekuwa ni Quran takatifu imechanwa, basi Waislamu wasingenyamazia jambo hilo. Na vile vile pia akaja akasifia Waislamu na kuambia kwamba Waislamu ni wa mtu ambao yeye ameishi nao, baadhi walikuwa majirani zao, na ameishi nao kwa uzuri, na ameishi nao akiwajua vizuri, akiona ni watu ambao ni waaminifu, hawadhulumu, ni watu ambao wanaishi na watu na jamii ambao zinazunguka vizuri. So kwa ufupi alikuwa akisifia dini ya Kiislamu, na vile vile pia akaja na kusema kwamba yeye anasifia dini ya Kiislamu japo yeye sio Muislamu na wala hawezi kuwa Muislamu. So vitu vieleweke hapo ya kwamba huyu ni mtu ambaye hajaegemea upande mmoja, ama ni mtu ambaye hawezi akapigiwa makofi na pande moja kati ya Uislamu na Ukristo, japo ni mtu ambaye anapaswa kukashifiwa na pande zote mbili na kuambiwa kwamba alichokifanya ama kitendo ambacho alikuwa anakifanya ni kitendo ambacho sio salama na sio kizuri na sio njia nzuri ya kutumia. Hata kama yeye hapendi Ukristo, basi ni bora anyamaze kuliko kuja hadharani na kuchana kitabu cha Mwenyezi Mungu na kuonyesha watu ya kwamba ni kitabu ambacho hakina utakatifu wowote, ni kitabu ambacho hakisaidii chochote, ni kitabu ambacho hakina maana yoyote. Nadhani hapo amekosea kiukweli kabisa, na mimi kama KG Chipande niliyeleta maudhui haya pia ninaweza nikasimama na kusema kwamba dada yangu amefanya kitendo ambacho sio sahihi.